wa shirika la nyumba la taifa wa kutoa jengo la ubia liko hapa mjini Morogoro, ambalo licheleweshwa na mbia amechelewesha ujenzi kwa takriban miaka 17. Sasa shirika la nyumba la taifa niseme tu kwamba liliingia ubia na mbia anaitwa Sase and Samo Investment Limited mwaka 2007 wa kujenga jengo la ghorofa 6 katika kiwanja namba 67/1 Old Dar es Salaam Road hapa manispaa ya Morogoro. Sasa baada ya kuingia ubia na mbia huyo, shirika la nyumba la taifa lilikuwa linatarajia kwamba jengo hilo lingejengwa kwa miaka 2 na kukamilika ili liweze kuwa ni chachu ya kuchochea maendeleo ya kiuchumi katika manispaa ya Morogoro. Lakini kwa muda mrefu mbia huyu amekuwa akisuasua kutekeleza mradi huo wa ujenzi wa ghorofa 6, na kwa hiyo shirika la nyumba la taifa limekuwa mara kwa mara linaingilia kati likimtaka mbia huyo kuzingatia masharti ya mkataba, ikiwemo kuwatumia wataalamu wa ujenzi wanaokubalika na mamlaka husika na kuzingatia taratibu zote za ujenzi. Pamoja na jitihada hizo za shirika la nyumba la taifa, mbia aliendelea kujenga bila kufuata masharti ya msingi, ikiwemo kutopata vibali halali, kutokuwa na washauri waliothibitishwa na kuzingatia viwango vya usalama vya ujenzi, hali iliyofanya mamlaka husika kutompatia mbia kibali cha matumizi ya jengo, yani certificate of occupancy. Sasa baada ya kuwa shirika la nyumba la taifa limebaini hali hiyo za kuwepo kasoro katika utekelezaji wa mradi huo, niliweza kuomba kufanyika tathmini ya kiufundi, na tathmini hiyo ilifanywa na kitengo cha ushauri wa ujenzi cha Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, yani BICO. Tathmini hiyo ya BICO ilionyesha kuwepo kwa kasoro kubwa za ujenzi zilizoashiria hatari kwa usalama wa jengo na utumiaji wake. Kufuatia matokeo hayo ya BICO, BICO ilishauri pamoja na kufanyika kwa marekebisho kadhaa, ujenzi huo usiendelee zaidi ya ghorofa ya 3 badala ya zile ghorofa 6 ambazo nilielezea katika mkataba wa awali. Hata hivyo, pamoja na maelekezo hayo ya BICO, mbia alishindwa kutekeleza kikamilifu ushauri wa wataalamu na aliendelea na ujenzi wa jengo hilo kwa kiwango cha chini bila kupata idhini kutoka manispaa ya Morogoro wala shirika la nyumba la taifa. Kutokana na ukiukaji huo wa mkataba na kuhatarisha kwa usalama wa raia, mnamo tarehe 27 Septemba 2023, shirika la nyumba la taifa lilichukua hatua ya kurejesha udhibiti wa mradi kwa mujibu wa mkataba wa ubia, ikiwa ni pamoja na kuweka ulinzi katika eneo la mradi ili kulinda usalama wa wananchi na mali za umma. Pamoja na hatua zilizochukuliwa na shirika la nyumba la taifa, ikiwemo kumpa notisi ya kuweza kuondoa wapangaji wake ili shirika liweze kuendelea na taratibu zingine, mbia aliendelea kukaidi maelekezo hayo halali ya shirika la nyumba la taifa, ikiwemo agizo la kuondoa wapangaji wake aliowaingiza katika jengo hilo kinyume na utaratibu, na huko akijua kwamba jengo bado halijakamilika na halina kibali cha matumizi ya kuweza kutumika na binadamu. Na kutokana na kuvunja makubaliano kwa kujua kuwa jengo hilo halijakamilika wala kukidhi viwango vya usalama, mbia ameendelea kulipangisha, na nyinyi mnafahamu waandishi wa habari kwamba anapangisha, hivyo kuhatarisha usalama wa wapangaji na kukiuka masharti ya mkataba wa ubia. Sasa lengo la shirika kutoa usimamizi wa jengo hilo hivi leo, na sasa ninasema kwamba tunachukua hatua za kuweza kulitoa, ni kwanza tunalitoa ili kuweza kutathmini kwa kina usalama wa jengo husika na kuhakikisha linakamilishwa kwa ubora unaokubalika. Kazi itakayofanywa na wataalamu wa shirika la nyumba la taifa ambao tunawatumia katika sekta ya ujenzi. Jengo hili likikamilika, haki za mbia zitazingatiwa kwa kufanya tathmini ya gharama halisi alizowekeza ili hatua stahiki za fidia zichukuliwe kwa mujibu wa makubaliano ya kimkataba na sheria husika. Shirika la nyumba la taifa tuseme kwamba linaendelea kutekeleza sera yake ya ubia iliyozinduliwa Novemba 16, 2022
na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa, ambayo sera hiyo inalenga kuimarisha usimamizi, uwazi na ufanisi katika sekta ya ujenzi. Aidha, Shirika la Nyumba la Taifa limeanza kutoa miradi iliyokuwa imesimama kwa muda mrefu kwa baadhi ya wabia kushindwa kukamilisha miradi hiyo, mojawapo ukiwa ni mradi huu tunaozungumza leo. Ufuatiliaji huo umewezesha miradi 7 ambayo ilikuwa imesimama kukamilishwa na wabia husika baada ya kupewa maelekezo na shirika. Miradi 4 tuliweza kuitoa kutoka katika jiji la Mwanza, jiji la Arusha na jiji la Dar es Salaam. Jumla miradi 4 tuliitoa na inaendelezwa na shirika hivi sasa na karibu itakamilika. Aidha, wabia 6 wamepewa notisi ya kuvunja masharti ya mikataba na tunaendelea kuchukua hatua za kisheria kuhakikisha kwamba nayo hiyo miradi 6 inarudi mikononi mwa Shirika la Nyumba la Taifa iweze kuendelezwa kwa ajili ya manufaa ya Watanzania wengine. Mimi naitwa ndugu Emil Mshana, sawa bwana. Ni katibu wa wapangaji wa pale Lotos. Sisi ni wapangaji pale zaidi ya miaka 16, tuko pale tunafanya biashara. Ndani ya muda mrefu sana pale tunafanya biashara. Sasa imetokea tatizo la National Housing na mtu aliyetupangisha pale ambaye ni Ismail Mohamed Loto. Sasa tulikuja hapa kwa ajili ya kutafuta ufumbuzi baada ya jana usiku National Housing kupita na mabati kuzungusha eneo la jengo. Kwa hiyo tumeshindwa kuingia kwenye maeneo yetu ya biashara. Kwa hiyo tukajaribu kuja sasa kuangalia namna gani tunaweza kuongea na viongozi wa National Housing ili tuone tatizo likoje. Lakini National Housing viongozi wametupokea, tumezungumza nao kwa kirefu sana namna gani walipokuwa wameingia mikataba na ndugu Ismail Loto. Kwa hiyo wametupa mwanga sasa kwamba inabidi sisi tupishe ile jengo lifanyiwe tathmini kwamba linafaa kwa matumizi, na kama linafaa wataturudisha katika misingi ambayo tumekubaliana. Lakini katika yote hayo nikiri kwamba wafanyabiashara wengi wameumia na watazidi kuumia kwa sababu wengi wao wana mikopo ambao wanaitegemea kwa ajili ya kuendesha ile biashara pale. Wengi wao wanalipa kodi za TRA, manispaa na kadhalika. Kwa hiyo itatuathiri kwa kiasi kikubwa sana kulingana na uwekezaji ambao tumewekeza pale. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine tumewaomba Shirika la Nyumba kutuangalia kwa mapana zaidi. Wametuahidi kwamba ndani ya mwezi mmoja mambo yanaweza kawa yameshakuwa tayari, biashara zikaendelea kama kawaida. Mimi naitwa Violet Samson Masam, ni mpangaji wa Lotos na pia ni mtunza hazina wa chama chetu cha hapo Lotos. Tumeathirika kwa kiasi kikubwa kwa sababu kila mtu ni mfanyabiashara pale, na kwenda kwenye biashara unajua kwamba hiyo ndio kazi yako kila siku ambayo unaitegemea. Wewe umelala asubuhi unakuja unakuta kuna mabati. Pamoja kwamba kuanzia mwanzoni tuliambiwa, lakini mpangaji ambaye mwenye ubia Lotos akatupa assurance kwamba hamna wasiwasi. Sisi tukaendelea kufanya kazi. Leo hii asubuhi unatoka nyumbani unakuja kukuta kitu kiko kama kilivyo. Kwa hiyo kwa kweli tumeathirika kwa kiasi kikubwa sana. Ungetamani nini kufanyike ili tulitamani sana kama National Housing wangetusikiliza, angalau tuko tunafanya kazi kama majengo mengine ambayo wanafanya. Tuko tunafanya kazi, wao wanaendelea kurekebisha jengo. Maana ukiangalia sasa hivi urekebishaji ni mdogo kuliko jinsi wanavyochukulia. Ina maana kwamba tunaweza tukafanya kazi bado jengo karekebisha. Maana sasa labda ni kupaka rangi na vitu ambavyo ni vidogo ambavyo vimebaki. Sio kwamba wanajenga kama kitu ambacho labda ni sehemu fulani labda unajenga kitu. Sasa hivi hawajengi, wanarekebisha tu. Umepewa mwezi mmoja. Sasa kama wewe binafsi biashara zako unaenda kuzifanyia wapi au umepanga kwenda kwingine? Kwa kweli kwa mwezi mmoja, unajua unaambiwa utoke mwezi mmoja uende ukatafute sehemu. Sasa hivi yani hiyo mwezi ni kwanza kutafuta kwamba nitafuta chumba kiko sehemu fulani. Unajua na kila mtu pale na biashara ambazo ziko tofauti. Biashara zinatofautiana. Kuna mtu anaanza kachukua biashara akaenda. Mimi na kliniki ya macho. Na lazima kwamba chumba ambacho nataka kupata hiyo frame lazima inatakiwa iwe ni kubwa. Ina standards zake ambazo zinazotakiwa. Kwa hiyo ni itabidi tusubirie huo mwezi kwanza tuangalie kwamba baada ya mwezi ikishindikana ndio unajua kwamba nitarudi, lakini mimi kwa kweli kwa sasa hivi kama ni mwezi naweza kuvumilia mwezi mmoja. Ila tuombe tu kwamba kweli na wao wa kweli ndani ya mwezi waturudishe. Wakazi wa idara na mamlaka tofauti wamelikagua na kuthibitisha ubora wa jengo hili na wameruhusu liweze kutumika, pamoja na manispaa kuthibitisha kwamba jengo hilo linaweza likatumika. Hiyo occupational certificate ipo. NHC
Kama wapo kwa nia njema, na mimi ni mbia wa 50% kwa nini wasinishirikishe kwenye maamuzi yoyote? Kwa nini wafanye vitu vyao kimya kimya, waje wawashtukizie wapangaji? Kwa nini waje saa 7 usiku na mitutu na bunduki kwanza kuwafukuza walinzi wangu na kuvamia jengo saa 7 usiku? Naomba kwa vyombo vinavyohusika vinisaidie.